Kwenye eneo la uchumi kuna watu wa aina 4. Kuna watu ambao wako kwenye kiwango ambacho tunasema wako kwenye financial crisis. Hawa ni watu ambao hawana source of income ya kueleweka, au hawana kabisa a source of income. Ni watu ambao wanaishi kwa kubangaiza au kwa misaada. Ni watu ambao wao wenyewe hawawezi, they cannot cater for their basic needs. Yale mahitaji yao ya msingi, malazi, chakula, mavazi, matibabu, hawawezi wakajihudumia wenyewe bila kusaidiwa au bila kuombaomba. Wako kwenye financial crisis. Kundi la pili la watu ni watu ambao wako kwenye kitu tunaita financial instability. Hawa ni wale ambao wanacho kipato au wanayo source of income, lakini source of income walionayo haitoshi kutimiza mahitaji walionayo. Source of income yao inaweza kuwa shilingi 20,000, lakini mahitaji walionayo ni ya shilingi 50,000. So they have a source of income which is not enough. Na wengi sasa walioko kwenye kundi hili hawawezi kuishi bila mikopo. They cannot survive without loans. Hawa ndio watu ambao wanasumbuliwa kwa kiasi kikubwa sana na madeni. Kundi la tatu ni wale ambao wako kwenye financial stability. Wana source of income ambayo inatosha tu kutimiza mahitaji yao ya msingi. Their source of income depends on their availability, depends on them to work. Wana kazi, wana vipato vinavyoweza kutimiza mahitaji yao yote ya msingi. Wamejenga, wanaendesha magari, watoto wanasoma, na wanaweza kusurvive bila mikopo. Lakini ni kiwango fulani cha uchumi na ni kiwango fulani cha maisha ambacho bila wewe kwenda kazini vitu haviendi. Unaweza ukaishi bila mikopo, unatimiza na unapata mahitaji yako yote, lakini lazima ufanye kazi. Hauna financial freedom. Kundi la 4 la watu ni watu ambao wanaoperate kwenye kitu tunaita financial independence. Hawa ni wale ambao they have already invested in different places, kiasi kwamba wanaweza hata kulala nyumbani na bado maisha yakaendelea vizuri. They have financial freedom na maisha yao, uchumi wao hautegemei wao kwenda kazini. Walioko kwenye financial independence ni wachache, na hapo ndipo mahali Mungu anapotaka ukae. Watu wengi walioko kwenye financial independence ndio wale ambao tunasema wana more than one source of income. Genesis chapter 2 and verse 10 to 14. Nataka nikuonyeshe kwamba God wants you to have more than one source of income. Biblia inasema ukatoka mto katika Edeni kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika vichwa vingapi? Lakini ulianza kama mto. Ndicho ambacho Roho Mtakatifu ameniambia mchana. Akaniambia the minimum source of income a Christian should have is 4 sources. Inaweza ikaanza kama mto, lakini haitakiwi kubaki mto. Bwana Yesu asifiwe. Bustani yako ni familia yako, watoto wako, mke wako, maisha yako. Haleluya. Inaweza ikaanza kama mto, lakini huu mto unatakiwa ugawanyike viwe vichwa 4 au zaidi. Watu wengi ambao wako kwenye mto wako kwenye kitu kinaitwa financial stability, lakini wale waliosogea kwenye vichwa 4 wale wako kwenye financial independence. Maana yake ni kwamba hata kichwa kimoja kikikauka, you can still survive.